Yatima aliyedharauliwa, akateswa lakini akafaulu mtihani wa maisha. Mandhari ya kwanza. Mwanzo wa maumivu. Amani alipoteza wazazi wake akiwa na umri mdogo sana. Siku aliyozikwa mama yake, dunia ilionekana kuwa kubwa na baridi kuliko kawaida. Hakuelewa maana ya kuwa yatima, lakini alihisi upweke uliomkaba moyo. Alikuwa akiishi na shangazi yake ambaye hakuwahi kumchukulia kama mtoto wake. Kila siku ilianza kwa kazi nzito na maneno ya dharau. Alilala sakafuni, alikula mabaki na mara nyingi alilala njaa. Lakini licha ya yote, Amani alikuwa na ndoto moja moyoni: kusoma na kubadilisha maisha yake. Ndani ya macho yake kulikuwa na huzuni, lakini pia kulikuwa na mwanga mdogo wa matumaini. Mandhari ya pili. Maisha ya dharau na unyanyasaji. Shangazi yake alimtesa Amani kwa maneno na vitendo. Alimwambia mara kwa mara kuwa hana maana, kuwa alikuwa mzigo tu. Alifanya kazi zote za nyumbani kabla hata ya kwenda shule. Wakati watoto wengine walikuwa wakicheza, Amani alikuwa akichota maji au kufua nguo. Shuleni, mavazi yake yalikuwa chakavu na mara nyingi yalichekwa. Walimu wengine hawakujua mateso aliyopitia nyumbani. Lakini licha ya uchovu na machozi, Amani hakuwahi kukosa darasani. Elimu ilikuwa tumaini lake pekee la kutoroka mateso hayo. Mandhari ya tatu. Njaa na uchovu. Kulikuwa na siku Amani alienda shule bila kula chochote. Tumbo lake lilikuwa likilia, lakini alijifanya hana shida. Alikaa darasani akisikiliza kwa makini, akijua elimu ilikuwa tiketi yake ya maisha bora. Wakati mwingine alizimia kwa njaa, lakini hakukata tamaa. Alijifunza kusoma kwa bidii hata usiku kwa mwanga wa mshumaa. Ndani ya giza la umaskini, alichagua kuwasha taa ya juhudi. Kila ukurasa wa kitabu ulikuwa kama hatua moja karibu na uhuru wake. Mandhari ya nne. Kudharauliwa shuleni. Wanafunzi wengine walimuita yatima kwa dharau. Walimcheka kwa kuvaa sare iliyochanika na viatu vilivyokuwa vimechakaa. Maneno yao yalimuumiza, lakini Amani alijifunza kuyapuuza. Badala ya kulia hadharani, alilia moyoni na kugeuza maumivu kuwa nguvu. Mwalimu mmoja aliona juhudi zake na alianza kumpa moyo. Alimwambia, "Usikate tamaa, maisha hayajakuacha." Maneno hayo yalikuwa kama maji baridi moyoni mwa Amani. Mandhari ya tano. Mtihani unakaribia. Kadri mtihani wa mwisho ulivyokaribia, presha iliongezeka. Amani hakuwa na vitabu vya ziada wala mtu wa kumfundisha, lakini alikuwa na nidhamu na bidii. Alijisomea kila nafasi aliyopata, chini ya mti, darasani baada ya masomo na hata usiku. Shangazi yake hakujali hata kidogo. Alimwambia asipoteze muda kwa kusoma. Lakini Amani alijua huu ulikuwa wakati wake wa kubadilisha hatima yake. Mandhari ya sita. Siku ya mtihani. Siku ya mtihani ilipofika, Amani alienda shule akiwa na hofu na matumaini. Alikumbuka mateso yote aliyopitia na akaamua kuwa haya yote hayataenda bure. Alipoanza kuandika, akili yake ilikuwa tulivu. Maswali yalionekana magumu kwa wengine, lakini yeye aliyajibu kwa ujasiri. Kila swali lilikuwa kama vita aliyokuwa akishinda. Alimaliza mtihani akiwa amechoka, lakini moyo wake ulikuwa na amani isiyoelezeka. Mandhari ya saba. Kusubiri matokeo. Kusubiri matokeo kulikuwa gumu zaidi. Kila siku Amani aliishi kwa hofu. Vipi kama atashindwa? Lakini pia alijipa matumaini. Shangazi yake aliendelea kumtukana, akisema hata faulu, lakini Amani hakurudisha maneno. Alikaa kimya akisubiri siku ya ukweli. Ndani ya moyo wake aliomba kimya kimya, akiamini jitihada zake hazitapotea. Mandhari ya nane. Siku ya matokeo. Hatimaye siku ya matokeo ilifika. Shule ilijaa msisimko. Majina yalipotangazwa, Amani alitetemeka. Ghafla alisikia jina lake likitajwa miongoni mwa waliofaulu kwa alama za juu. Machozi yalimtoka. Hakuwahi kuamini. Yule yatima aliyedharauliwa, aliyeteswa, sasa alikuwa mshindi. Walimu walimpongeza, wanafunzi walishangaa.
Siku hiyo, mateso yake yalipata maana. Mandhari ya 9. Majuto ya waliomdharau. Habari zilipomfikia shangazi yake, alibaki kimya. Hakukuwa na maneno ya dharau tena. Wale waliomcheka shuleni walimwangalia kwa heshima. Amani hakujivuna. Alitabasamu tu, akijua ushindi wake hakuwa wa kisasi, bali wa uthibitisho kuwa maumivu hayamzuii mtu kufanikiwa. Alijifunza kuwa subira na bidii hushinda dharau. Mandhari ya 10. Somo la maisha. Amani aligeuka kuwa tumaini kwa wayatima wengine. Alithibitisha kuwa hali uliozaliwa nayo haifafanui mwisho wako. Kutoka kwenye mateso, njaa na machozi, alijijengea maisha mapya kupitia elimu. Hadithi yake ni ujumbe kuwa hata ukiwa peke yako duniani, bado unaweza kushinda. Maisha hayakuwa marahisi, lakini Amani alifaulu mtihani wa maisha, na huo ndio ushindi mkubwa zaidi.